Nataka nizungumze na mwanamume. Manake unajua tena weekendi ndo ishaingia jamaa. Na weekendi ikiingia, you know what happens. Of course sasa hivi labda kuna yule mwanadada ambaye ulikuwa unamvizia sana. Kuna yule binti ambaye ulikuwa una hamu sana aje magetoni. Yani amekuzungusha, kakuzungusha paka akakwambia baby, basi Jumamosi nitakuja. Sasa wewe kuanzia hii leo kupiga booster lako la unyagoni. Sawa Manake unajua kuna vile vyakula ambavyo unafaa ule ndio kama una show uweze kupiga show sana. Sawa kina tikiti maji. Manake unajua tikiti maji lenyewe ni Viagra la kutosha. Kuna ndizi, kuna karanga, unaelewa, kuna tangawizi, changanye na yani tangawizi ukiweza itafune, ukiweza pikiwa chai ya tangawizi. Sawa ukipata mbegu za maboga twanga. Alafu sasa ukishapiga hivi vyakula, kwa sababu unamtarajia mtoto aje magetoni uweze kupiga show, na mimi nataka ukimpata huyo mtoto wa kike, tafadhali usini let down. Sitaki mwanamke atoke hapo kwako aende akakae na wanawake wenzake waanze kukudiscuss basi yule nini boya tu, alinipaka mati mambo sijui nini. Hapana. Sawa ukipewa mzigo piga show sana. Sawa sasa mimi hii leo nataka nikupatie muda. Yani nikupange haraka zako, tete zako ziache. Ukiwa na mtoto ndani ya chumba chako kwenye 6x6 bedini, relax, tulia. Nikupatie muda ambao unafaa kushusha. Muda ule ambao muda sahihi wa kila bao, kuanzia ya kwanza, cha pili mpaka cha tatu. Huu ni muda ambao mwanamume unafaa kumwaga shahawa zako iwapo utapiga cha kwanza, cha pili mpaka cha tatu. Ukianza raundi ya kwanza, hapa unafaa kutumia takriban dakika 4 hadi 8 ndio mwagi shahawa. Ndio maana nakwambia tulia, utaharibu. Kwa sababu mchezo huo hutaki haraka, mchezo huo hutaki hasira. Yani dakika zako hizi 4 ni wewe kama mwanamume ndio umeingiza uume kwenye kipochi manyoya, ukapata lile joto, ukakojoa. Lakini ukumbuke tangia mwanzo unamtayarisha ule mtoto wa kike kwenye dakika 20 mpaka 30. Lakini wewe kumwaga basi tafadhali sio chini ya dakika 4 hadi 8. Hiyo ni raundi ya kwanza au ni bao la kwanza. Kwenye raundi ya pili sasa, hapa huwa unajua tayari uume huo unajieka kwenye refractory period. Utaki usitaki ni lazima utajiweka kwenye refractory period. Ndio maana na kushauri uwe ukimaliza tu bao la kwanza unakwenda kukojoa, unatafuta ndizi, unakunywa maji ya kutosha. Kwa sababu hapa kumbuka kwenye bao la kwanza umepoteza energy ya kutosha. Umehema vya kutosha, umesweat. Kule kusweat unapunguza maji kwenye mwili mwanamume. Kwa hivyo kurejesha ile energy, kama kuna ndizi, kama kuna maji ya sharubete, kama kuna maji, piga maji ya kutosha. Sawa Alafu ukumbuke, kwa sababu kwenye bao la pili hisia zako itakuwa hapa zimeshuka kiasi ukilinganisha na vile ulivyokuwa unatumia nguvu, unatumia hisia za mara ya kwanza. Hapa unatakikana uwe basi utatumia kwenye dakika 10 hadi 20. Hapa lazima kiwe kirefu, kwa sababu kwamba hisia zimeshuka. Ile hamu uliyokuwa nayo mwanzo sasa hivi imepungua. Kwa hivyo kidogo inarefuka ukilinganisha na bao la kwanza. Kwa hivyo chonde mtoto wa kiume. Ukiwa na huyo mtoto wa kike unataka kupiga bao lako la pili, tulia.
umeshakunywa maji ya kutosha, umekula ndizi yako, umekunywa maji ya sharubete, umerelax, basi hamna teza naye huyo mtoto wa kike kwenye dakika 10 mpaka 20. Ukifanya hivyo, mwaga shawa zako vizuri, huyo mtoto wa kike akitoka hapo, akija kwetu sisi anakusifia hatari. Sasa kwenye bao la 3 na la mwisho, ndio labda sasa ndio mulale, muangalie mambo mengine yatakwenda namna gani. Kwenye hii raundi ya pili ni ndefu, alafu ndio ile ya kuchokesha sasa. Na ndio maana utapata mabinti wengine ama wanawake wengine wengi wao wanalalamikia kwamba wamechoka, kwa sababu anakungojea ukojoe lakini haukojoi. Mpaka mtoto wa kike kipochi manyoya kinakuwa kikavu. Inabidi sasa mtafute mafuta yaliyopo, mafuta ya nini, na usiwahi kutumia kilainishi kwenye kipochi manyoya cha mwanamke wako, kwa sababu sio kumpenda lakini ni kuharibu, kwa sababu unaharibu pH ya kipochi manyoya chake. Hapa ndio mwanamke akitoka pale anakuambia da, nimepelekewa moto. Kwa sababu gani? Cha kwanza, cha pili kimerefuka, hichi cha tatu yani dakika zake ni 20 mpaka 30. Kile kisawa. Ndio pale unaona uke unakuwa mkavu, anachoka, anahisi maumivu, kwa sababu yani ni kirefu sana, yani kinachukua muda mrefu mwingi sana kabla shahawa kutoka. Sawa? Kwa hivyo tafadhali, tena tafadhali sana, zingatia hii, upige show sana, kwa sababu mwanamke akitoka kwako ni aidha akubali kurudi ama ndio akwambie bye bye, kwa sababu ya yani unaambiwa one chance one goal. Sawa? Yani ukipewa show, piga show sana. Na sasa hizi dakika nilizopeana ni kwa yule mwanamume ambaye afya yake ya uzazi haina shida, kwamba yani ukiangalia kiwango chake cha hormone kiko sawa, ukiangalia mbegu zake za kiume na nguvu zake za kiume ziko sawa. Sizungumzi yule mwanamume ambaye testosterone level yake iko chini, alafu unatarajia kupiga show ati kwenye dakika 4 mpaka 8. Ukae juu ya kipochi manyoya kwenye dakika 10 mpaka 15, haiwezekani. Kwa sababu kuna wanaume wengine ambao wana tatizo la premature ejaculation. Yani yeye chini ya dakika 1 tayari wazungu wake huwa ni viherehere sana. Yani wana tatizo la premature ejaculation. Na tatizo la premature ejaculation, sababu ya kwanza inayofanya uwe na tatizo la kumwaga mbegu haraka kabla ya mpenzi wako ni punyeto. Sawa? Kwa hivyo tafadhali, tena tafadhali sana, haya mengine yote nitakuja kukuelezea ni jinsi gani ya kukabiliana na punyeto, ni jinsi gani ya kuongeza homoni yako ya kiume ya testosterone, ni jinsi gani ya kuongeza kiwango cha nguvu na mbegu za kiume zinazohitajika katika mwili wako. Lakini kwa sasa hizi dakika fanya umuhimu sana kuzipelekesha vile zinavyohitajika katika raundi ya kwanza, raundi ya pili mpaka raundi ya 3. Mimi nataka mwanamke akitoka hapo kwako akusifu, arudi tena na tena na tena, kwa sababu utamu umemkolea. Lakini ukimpaka paka mate, atakuja atatuambia, na sisi tukikuona tunakuona boya tu.